iliwasukuma kusimama na kupinga utawala wa mkoloni. Waliingia wengi wao msituni. Ijapokuwa serikali ya mkoloni was very tough, lakini hawakuogopa. Ni kwa sababu number one, walijiamini na pia walimwamini Mungu wao. Praise the name of the Lord. Na wakasema liwe liwalo, hatutaogopa hata kama tunaogopeshwa. Liwe liwalo, hatutatishika hata kama tunatishwa. Ni kwa maana tunahisi kwamba wakati wa kutawaliwa na mkoloni umekwisha. Ni lazima tukaweze kujitawala kama wa Kenya. Na kuna baadhi waliopoteza maisha, lakini nataka tuelewe kwamba kilichowasaidia ni kuwa na ujasiri ambao uliwazuia kutoogopa hata askari wa kikoloni. Praise the name of the Lord. So ninakumbuka vile vile kuna wakati moja ilikuwa jioni mwendo wa kitu saa moja na nusu, nikasikia nduru nje ya kule tulikokuwa tunaishi. Na nilipotoka nikapata watu wengi tu wanaangalia. Wengine walikuwa wanapiga nduru wakisema woi anauliwa. So mimi I took courage to go closer to where the incident was happening, where the scene was taking place. Na kilichosababisha nisonge ni kwa sababu niliona jirani yangu, yeye alikuwa anapiga nduru. Na nilipokaribia nikapata kuna mtu alikuwa anamwattack. So sikuogopa. Watu wote walikuwa kando. Nilipokaribia, mke wangu pia alitoka nje. Na alipoona nakaribia, hata yeye akapiga nduru. Kwa sababu kwa umbali waliona aliyekuwa anamfahamia jirani yetu alikuwa na bunduki. Na sasa mimi nishafika hapo. Na nilipoona ako na bunduki, nikasema siwezi rudi nyuma. Kwa sababu nikirudi nyuma mimi pia nitapigwa risasi. So nikapata ujasiri. Na nashukuru Mungu ni kwa sababu huu ujasiri ni yeye alinipa. So what I did, nilikuwa ninaelewa ni wapi unaweza piga mtu akiwa ameshika silaha mkono ukalegea. So nikafanya hivyo. So nikampiga yule aliyekuwa na bunduki, bunduki ikaanguka. Ilipoanguka chini, mimi nikaiokota. Sasa nani ako na nguvu kati ya mimi na yule mkora? Sasa ni mimi. Nilipochukua bunduki, yeye kile alichofanya, alifanya uamuzi wa haraka, akakimbia. Praise the name of the Lord. Na nikaambia jirani yangu, we tulia. Sasa tukakaa hapo na kwa haraka sasa watu wakaanza kukaribia. Wasema kumbe alikuwa na bunduki. Na umeichukuaje? Kawaambia tu ni Mungu. Kwa sababu mimi sijawahi kuwa polisi. So ni Mungu. Haleluya. Na
nikapiga simu polisi, nikawaitia wachukue silaha yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu yangu, jirani yangu alifurahia sana, na majirani hapo walibaki tu, hata sikutaka story nyingi. Na wapendwa, nataka tuelewe kwamba ujasiri unatusaidia kufuatilia kile ambacho tunaweza kuwa tunataka. Na ndio sababu katika kitabu cha Joshua Mungu anamuita Joshua baada ya Musa kufa. Ni kwa maana bado kulikuwa na jukumu la kuwaongoza wana wa Israeli mpaka nchi Mungu aliyokuwa anawaapia. Na Mungu anatangulia kwa kumwambia kwamba uwe na ujasiri na moyo wa ushujaa. Praise the name of the Lord. Na asubuhi ya leo ningependa niwakumbushe kwamba Mungu apendezwi na watu waoga. Mungu apendezwi na Wakristo waoga. Na ndio sababu in the book of Numbers, hallelujah, we see Moses is sending the 12 men from the tribe of Israel, na anawatuma wakapeleleze nchi ile Mungu aliyokuwa amewaapia. Walipofika pale, macho yao yaliona na wakaanza kuongopa na wakajilinganisha na grasshoppers ama panzi. Na tunaona Mungu alipendezwa na ujasiri wa watu wawili, that is Caleb and Joshua himself. And the Bible says in the book of Numbers chapter number 14, and Caleb had a different spirit. Hiyo different spirit ni roho ya ujasiri. Praise the name of the Lord. Na nataka tuelewe kwamba iwapo tutaweza kufaulu katika maisha yetu ya kiroho, katika maisha yetu ya kifedha, katika maisha yetu hata ya kila area, wapendwa, tunapaswa kuwa na ujasiri. Praise the name of the Lord. Na ninapoenda kuzungumza kuhusu unshakable confidence in God, allow me to speak briefly about this passage. Chapter number 8 in the book of Romans, it was written by Apostle Paul. And the Apostle Paul, the time he's writing this book, he is in Jerusalem. Praise the name of the Lord. Now anangojea, he was waiting to be executed. Na hakuwa anajua kabisa kama ataishi. Praise the name of the Lord. And in kule Jerusalem tunaelewa kwamba utawala ulikuwa wa serikali ya Kirumi waliokuwa wanapinga injili. Na Paulo ni ndugu ambaye angeweza kusimamishwa wakati alipojua kwamba mwito wake ni kuhubiri injili aliyoishi miaka nyingi akipinga. Praise the name of the Lord. And then now in chapter number 8, Paul is concluding a section on the assurance of God's love and the work of the Holy Spirit. Ni kwa maana in the book of Hebrews, Mungu anasema kwamba he will never leave nor forsake us. Na pia Roho Mtakatifu anapopata nafasi ndani ya moyo wa ndugu na dada, yeye ahadi yake ni kwamba hawezi akatuacha unless tumkosee. Praise the name of the Lord. Ni kwa sababu Roho Mtakatifu anaweza kutuacha wakati tunapomkosea, because Holy Spirit is not an object, is a person. Praise the name of the Lord. So
in this chapter, what we see is outline is he has already outlined that nothing can separate us from God's love. Yeah, looking at verse number 35 through verse number 39. And now, Romans chapter number 8, verse number 31, the verse we have started reading, serves as a climatic question. And that is why we see the word, the question, if God is on our side, if God is on our side, it means there is opposition. Hallelujah. If God is on our side, then there is a side where opposition is standing. There is side of God and there is side of opposition. Kuna upande wa Mungu na kuna upande wa upinzani. Na ni vizuri tuelewe kwamba shetani ndiye mpinzani wetu mkubwa. Satan is our main opposer. Praise the name of the Lord. But if God is on our side, it means opposition has no ultimate power over us. Hallelujah. So, in other words, our saved is when we are on the side of God. Hallelujah. Usalama wetu ni wakati tuko upande wa Mungu. Our security as believers, our security as a family, the security of our business, the security of our children, even when in those boarding schools, their security is when they are on the side of God. Praise the name of the Lord. Now, brethren, we belong to God because the Bible says in the book of John, chapter number 1, verse number 12. John 1, verse number 12. Please give us John chapter number 1, verse number 12. What does the Bible say? But as men as received him, to them gave he power to become the sons of God, to them that believe on his God. Hallelujah. Brethren, it is a privilege for all of us to be sons and daughters of God. The moment we gave Jesus our lives to rule, the moment we gave our life to Jesus to rule, to control, that is when we became children of God. So, in other words, God is your father. Na wapendwa, kila mtoto aliye na baba ufurahia ni kwa sababu anaelewa kwamba chochote kikitokea, hata kama ni nyoka inaingia kwa nyumba
na baba yuko, baba atapiga nini? Ataweza kuua ile nyoka. Akichokozwa, mtoto anasema naenda kumwambia baba. Ni kwa sababu kazi ya baba ni ya kuhakikisha watoto wako na usalama, pia mke ako na usalama. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Na ni jukumu la kila mwanaume kuhakikisha familia yako iko na usalama, hata usalama wa kiuchumi. Hiyo ni jukumu la mwanaume. Kila mwanamke anapofikiria vile atashukwa vizuri, atapata pesa ya hiyo chama, ni jukumu la mwanaume kujua ni wapi wataishi vizuri. Wakati mama anafikiria vile atafaa vizuri na watoto watafaa vizuri, ni jukumu la mwanaume kujua ni wapi watakaa vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni namna gani watoto watasoma vizuri. So wapendwa, ningependa turejelee kwenye hiki kitabu. So verse number 31 ni swali ambalo linaulizwa when there was a lot of persecution. There was a lot of persecution during then. Na ni vizuri tuelewe kwamba during that time Wakristo wengi waliuliwa. Na sasa Paulo anakuja anawatia moyo. Naelewa kwamba yeye anangojea kuhukumiwa, na sasa ako na neno ambalo ni la kuwatia moyo wale waliokuwa wanapitia dhiki nyakati zile. Haleluya. Na kitu ambacho anachozungumzia ni uzuri wa Mungu. He is speaking about the goodness of God and also the love of God. The love of God, wapendwa, upendo wa Mungu. Upendo wa Mungu ni wa ajabu. Upendo wa Mungu ni wa ajabu. Na wema wa Mungu ni wa ajabu. So, huyu Mungu ambaye ana upendo mwingi kwa wanaye, ako na uwezo wa kuwalinda hata wakati kuna dhiki. Upendo wa Mungu na wema wake ni hakikisho kwamba hata wakati wako katika dhiki, wako katika shida, wako katika magonjwa, upendo wake na wema wake, wapendwa, ni hakikisho, ni assurance kwamba at the end of the tunnel kuna mwangaza. Praise the name of the Lord. So verse number that one nitahubiri pia nikifundisha. So verse number 31, Swahili nasema, basi tuseme nini juu ya hayo? So ni vizuri tuelewe kwamba nimesema kuna mambo mengi yaliyokuwa yanawatendekea Wakristo nyakati zile. Na wapendwa, kile kilichokuwa kinaendelea ni tribulation, dhiki. Bwana Yesu asifiwe sana. Na waliinukiwa na upinzani. Na ni vizuri tuelewe kwamba maisha ambayo tunaishi, wapendwa, kuwa ama kufanyika watoto wa Mungu akutuzuilii na mateso, akutuzuilii na dhiki, akutuzuilii na magonjwa. Bwana Yesu asifiwe sana.
wale ambao wameokoka wanajipata wakati mwingine wakiwa katika changamoto ya kiafya. Mtu anaamka akiwa sawa, jioni hali yake ya kiafya inabadilika. Unajipata ukiendelea tu na mwaka unafurahia kwa sababu una kazi, na inafika wakati mwingine ile kazi inapotea. Wakati mwingine unajipata mnaendelea vizuri kama familia, na wakati mwingine mnajipata sasa hakuna kuelewana. Na wakati huo nataka tuelewe kwamba bado our situations, our circumstances does not change God to be who he is. Even when we are suffering, still God loves us. Even when we are sick in our bodies, even when we are struggling with our businesses, with our work, with our everything, still God cares. Hallelujah. And that is why we know when he finished preaching the gospel in the book of Luke chapter number 5, Peter and his colleagues had spent the whole night doing what was best known to them. They were fishing. Na hiyo siku si ati ndio ilikuwa mwanzo wa kuvua samaki, lakini hiyo usiku kucha akuvua samaki. Lakini Yesu baadaye tunaona anamsongea na anamwambia la kufanya. Ni kwa sababu Mungu huelewa. God knows when we are stressed, when we are depressed, hallelujah, when we are tired, when we have tried and failed. Mungu hujua. So Yesu alijua na akamwambia, launch your net into the deep. Praise the name of the Lord. Kwa sababu mpango wa Yesu ni kumuondolea aibu, kwa sababu angerudi nyumbani mkono tupu. Na nataka tuelewe kwamba wapendwa, tuna Mungu anayetujali. Hivyo basi tunapaswa kuwa na ujasiri usiotingizika kwa huyu Mungu. Hallelujah. Now, Paulo anapoongea kuhusu uwepo wa Mungu, kwa sababu anaposema if God be for us, he is speaking about the presence of God. Na nataka tuelewe kwamba wapendwa, katika maisha kile tunahitaji sana hata si pesa. Praise the name of the Lord. Kile tunahitaji cha kwanza katika maisha yetu, wapendwa, sio pesa, kwa sababu pesa zinaweza kuisha. Kile tunahitaji cha kwanza katika maisha hata sio marafiki, kwa sababu marafiki wanaweza badilika. Kile tunahitaji cha kwanza katika maisha ni uwepo wa Mungu. Na uwepo wa Mungu ni Mungu. God's presence is God himself. And that is why in the book of Exodus, chapter number 33, after Moses had been given assignment ya kuenda up to Egypt kukomboa wana wa Israeli, kuna kitu anaomba Mungu kisimpungukie. Alikuwa na nguvu za kimwili, lakini anaambia Mungu, if your presence, praise the name of the Lord, is not going to abide
with me, with us. Don't let us go. Na wapendwa, nataka tuelewe kwamba tunaweza shindwa tukiwa na vitu ambavyo tunadhania ni za muhimu katika maisha yetu, lakini tunapokuwa na Mungu ndani mwetu, wakati uwepo wa Mungu u pamoja nasi, wapendwa, hata kama ni maadui wa aina gani, hata kama ni magonjwa, hata kama ni kukosa, hata kama ni kufahamiwa, hata kama ni kuinukiwa, wakati uwepo wa Mungu u pamoja nasi, wapendwa, nataka tuelewe kwamba hakika kuna tumaini. Kuna tumaini la kushinda. Kuna tumaini la kuovercome that challenge. Wapendwa, I want to submit to us that together with God, we don't have any reason to fear. Hallelujah. Even to fear to invest. Kuna watu wengi wanaogopa hata kuwekeza, ni kwa maana wanaogopa kupoteza. Lakini wapendwa, tukiwa na Mungu hatuwezi tukaogopa. Tukiwa na Mungu, we should not fear. Hallelujah. Even the unseen. Tukiwa na Mungu hatupaswi kuogopa hata kile ambacho akionekani. Wapendwa, uwepo wa Mungu, the presence of God, helps us to attempt the impossible with confidence. Praise the name of the Lord. Na ndio sababu wapendwa, hata ukiangalia maisha, ukisoma historia ya most of the infidels, wale ambao walifanya ufumbuzi, ni watu ambao hawakuwa na woga hata walipojaribu na kushindwa. Wale wenye walikuwa wanafanya ufumbuzi wa electricity, si tunamjua huo mtu anaitwa nani? Na msinidanganye kwa sababu pia najua. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Inasemekana alijaribu mara 10,000, lakini kwa sababu alikuwa na ujasiri na ako na imani hiki anachojaribu kitaenda kufaulu, hakuacha. Wapendwa, kama hao ni watu walioamini bidii yao, walioamini nguvu zao, na sisi tuko na Mungu ambaye Biblia inasema yeye ni kila kitu. Ni kwa nini tunaanza kuogopa? Ni kwa sababu tunaona dalili zinaonyesha kwamba ni kama tunaenda kushindwa. Tunaanza kuogopa ni kwa sababu dalili zinaonyesha ni kama sasa unaenda kupoteza hiyo kazi. Tunaanza kuogopa ni kwa sababu tunaona sasa uchumi umeharibika, na tunasema sasa hata biashara hata nikijaribu haitafanya. So nataka tuelewe kwamba Paulo anapozungumzia uwepo wa Mungu, anazungumzia kuhusu kile ambacho kinaitwa sovereignty power. Sovereignty power, yaani nguvu ambazo ni za kienzi. Haleluya. Na nataka tuelewe kwamba hizi nguvu za Mungu ni nguvu ambazo zinafufua. Ni kwa maana ndizo nguvu zilizomfufua Yesu wapi? Kaburini. So wapendwa,
Mungu akiwa upande wetu, tunapaswa kuwa na ujasiri mkuu ndani mwake, hata wakati kunaonekana kuna mambo ambayo yamezigwa kaburini. Wakati tunaposhare na watu vitu ambavyo tunaamini, kwa sababu mpendwa, wakati uko na ujasiri kwa huyu Mungu, ina maana kwamba unamwamini kwa mambo makubwa, na haya mambo makubwa unaposhiriki na watu wengine, watasema hiyo ni ndoto, lakini unajua ni ndoto ambayo inakuja kutimia. Praise the name of the Lord. Ni kwa maana kuna nguvu ambazo ni za kufufua. Ni kuna nguvu ambazo zinakabiliana with an obstacle and the barriers. Praise the name of the Lord. So Paulo anawapatia assurance, uhakika kwamba sasa wasiangalie what was happening from the side of opposition, and he wanted them to focus, to put their focus kwa Mungu ambaye akona nguvu zisizoweza kulinganishwa na nguvu za wafalme ambao walitajika nyakati zile. Hallelujah. So anapozungumzia kuhusu Mungu, nimesema kwamba anazungumzia kuhusu nguvu ambazo hazina comparison. Anazungumzia nguvu za Mungu ambazo hazina comparison. Pia anazungumzia kuhusu uwepo wa Mungu. Na wapendwa, katika maisha ambayo tunaishi, tunahitaji uwepo wa Mungu. Chochote unachofanya, involve God in it. Hallelujah. Na wakati tunapo involve Mungu, then tunapata hakuna failure. Pia anapozungumzia kuhusu Mungu, anaposema tuseme nini kwa mambo haya, basi tuseme nini juu ya hayo? Mungu akiwapo upande wetu, ni nani aliye kinyume chetu? So Paulo anaongea na watu ambao wanahofu sana, watu ambao wanaona kifo, watu ambao wanaona mwisho wao. Lakini anapozungumza kuhusu Mungu, tuseme nini juu ya hayo? What was happening during those time? Anaongea kuhusu Mungu ambaye analinda na anatunza. He is speaking about God who cares and protects. So in other words, anawapatia hakikisho, hata kama adui, hata kama upinzani, hata kama opposition imewainukia, hawataenda kumalizwa. Ni kwa maana God is their protector. Hallelujah. And he is caring for their lives. Na asubuhi ya leo, wapendwa, ningependa tuweke ujasiri wetu kwa Mungu, na tusiongopeshwe na chochote kile kinaongopesha ulimwengu. Ni kwa maana ulimwengu uko na lugha yake. Inasema hakuna nini? Hata watoto wakisoma hakuna kazi. Kuna kazi ya wale ambao wanamwamini Mungu. Praise the name of the Lord.
hata wanaposema biashara azifanye, nataka niseme kwamba biashara zitafanya, zitaleta faida kwa wale ambao wanamwamini Mungu, kwa sababu unapokuwa na ujasiri kwa Mungu, ina maana kwamba umeshatangulia kumwamini, na Mungu ambaye unamwamini kila wakati utakuwa na ujasiri wa kufanya mambo yote ambayo wengine wanashindwa kufanya. Wapendwa, hata katika masuala ya kiroho, in the book of 1 Samuel chapter number 1, tunampata mama anaitwa Ana. Alikuwa ameolewa pamoja na mke mwenza aliyekuwa anaitwa Penina. Biblia inasema kwamba Penina alikuwa na watoto na Ana hakuwa na mtoto. Na siku moja akasema, enough is enough. Sitaendelea kusikia nikisimangwa, nikichekelewa, nikidharauliwa na huu mwanamke. Nitaenda sasa, nitamwamini yule ambaye anapeana watoto. Ni kwa maana sasa nimejua watoto hawapeanwi na wanaume. Ni kwa maana Ana alikuwa na mume lakini hakuwa na mtoto. Akamwamini Mungu anayepeana mtoto ama watoto, na akaamua sasa anaenda mali uwepo wake upo. Wakati Suleimani alipomaliza kumjengea Mungu hekalu, Mungu alinena na akasema, yeyote atakayeliitia jina langu hekaluni mwangu nitamsikia. So Ana akaamua kwenda hekaluni, na hapo alienda kumlilia Mungu mpaka mume wake hakumuelewa. Alidhania yeye ni mlevi, lakini alikuwa na ujasiri wa kuendelea kubisha milango ya mbinguni, na baadaye akapata mtoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wapendwa, huyu Mungu ambaye Paulo anawaambia tuseme nini, Mungu akiwa upande wetu, kwa sababu wapendwa, mahali pa kuanzia ni wakati unapomfanya Mungu kuwa Mungu wako. Yes, starting point is when you make God to become your God. Hallelujah. Wacha kushinda ukisema Mungu wetu, kwa sababu hata kila kabila iko na Mungu. Kuna Mungu wa Waluya, wa Kikuyu, wa Kamba. Sasa wacha Mungu akuwe Mungu wangu. Hata Yesu alipojipata katika changamoto, hakuita Mungu wao, alisema Eloi Eloi, Mungu wa nani? Mungu wangu. Haleluya. Mpendwa, wacha Mungu awe upande wako, na Mungu akiwa upande wako, kaa upande wa Mungu. Na nataka uelewe kwamba tukiwa upande wa Mungu na Mungu, tukiamini Mungu aka upande wetu, hatutaogopa kujaribu mambo ambayo wengine walijaribu na wakashindwa. Praise the name of the Lord. Mungu akiwa upande wetu na tuamini hivyo, I am supported by God. Naweza kuwa sina support ya mchungaji, naweza kuwa sina support ya mzazi, naweza kuwa sina support ya marafiki, lakini kwa sababu ninaamini niko na support ya Mungu, hiki ninachoanza kufanya sitawacha, na naamini nitafaulu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nataka tuelewe kwamba watu ambao wako na ujasiri kwa Mungu ni watu ambao hakika wakianza hawawezi kusimama mpaka wapate. Tunawaita go getter. Haleluya. Unaambiwa sasa wewe unajifanya, na tunajua historia ya kwenu. Si mbaya kujua historia ya kwetu, lakini sasa mimi ninamwamini Mungu, sio Mungu wetu mbali Mungu wangu.
na sasa nitajitokeza kutoka kwenye umati. Na hivyo ndivyo Daudi alivyojitokeza. Alikuwa anazuiliwa, ni kwa maana kulikuwa na mtu aliyekuwa anadhania kwamba ndiye anaweza kutawala na kuabudiwa, na akaanza kudharau Mungu wa Israeli. Huyu anaitwa nani? Goliathi. Praise the name of the Lord. Na kukakosekana watu wa kupigana naye, lakini Daudi akajitokeza, akasimamishwa na ndugu zake, akaambiwa, wewe kijana unakuanga na kimbelembele, kile unajua ni kuchunga kondoo. Nataka tuelewe wapendwa, kilichomsaidia Daudi ni kuwa na ujasiri kwa Mungu, na ndio sababu alipoulizwa na alipoona Goliathi anauliza maswali ya kimadharau, yaani mlikosa mtu mkaniletea kamtu. Praise the name of the Lord. Lakini kamtu kalie na Mungu kanaweza kufanya mambo ya kushangaza. Na akasema, wewe naona umejipanga, lakini mimi nimekuja na nini? Nimekukujia kwa jina la Mungu. Huyu ni mtu ambaye sapoti yake ni Mungu. Na nataka tuelewe wapendwa, Mungu akifanyika our support, tunaweza kufanya yale mambo ambao wale wanaonekana wanaweza fanya wanashindwa. Na yeye akarusha tu njiwe moja, na Mungu akaielekeza hiyo njiwe, kwa sababu Mungu ndiye alicontrol isimiss. Ni kwa sababu from the word go, Mungu alikuwa upande wa Daudi. Na wapendwa, Mungu akiwa upande wetu anaweza kutusaidia hata wakati tunapoanza biashara ndogo tu, biashara ndogo ambao wengine wanaidharau. Wapendwa, Mungu akiwa ndani, akiwa ndiye controller wa hiyo biashara, baadaye anaikuza. Na unajua Mungu akikuza biashara, anakuza pia mwenye biashara. Na hapo ndipo wanasema hapa sio bure waliingia Illuminati. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana wanajua your background, wanajua kwenu. Hallelujah. Nataka tuelewe kwamba Mungu angependa kufanya mambo makubwa na watu ambao wanamwamini. Na watu wandogo wanaweza kumwamini Mungu huyu mkubwa, na huyu Mungu mkubwa akafanya mambo makubwa kwa watu wandogo. Praise the name of the Lord. So kile ambacho tunatakiwa ni kuwa na ujasiri, usiongopeshwe. Mara nyingi kuna watu ambao ndoto zao zimekatizwa kwa sababu ya kushirikiana na watu walio na woga. Na nataka tuelewe kwamba Mungu mara nyingi hafanyi kazi na watu waoga. Na ndio sababu hata katika kitabu cha Revelation nafasi ya waoga imeorodheshwa pamoja na wachawi. Kama wewe ni mwoga, kategori yako ni kwa. Na kuna wachawi ambao wameroga wengine kwa sababu unaongopa. Nishauri mimi nisifanye kile unaongopa. Unaseli uniondokee, ni kuonyeshe vile Mungu anaweza fanya na watu wanaomwamini, watu walio na ujasiri. Watu wengine wanakatazwa, unapeana, Mungu anakupatia idea, unaweza fanya hii. Na unajua mara nyingi Mungu tu anapeana idea, na hii idea ina attract nini? Sema wealth. Praise the name of the Lord. Kama leo tuko na maofisa ambao wametutembelea, na sababu yao ya kuja hapa ni kusaidia mtu jinsi ya kutoka katika umaskini na kukuelekeza wapi? Kwa utajiri, bila kutumia kitambaa, bila kutumia anointing oil, bila kutumia nini, vitu nyingi zinapeanwa pale, zinafanya watu kuwa walegevu na wanatafutiwa njia za kuishi katika umaskini. Haleluya. Na ili kila wakati waendeange.
Praise the name of the Lord. Sinakwambia kulikuwa na ndugu. Huu ndugu tumegrow pamoja. Nilikuwa youth chairperson wake. Baadaye nikampata ameingia mahali. Ananipatia story. Unajua nilinunua mabati, nilikuwa nataka kujenga, lakini mahali niliweka ikaibiwa. Lakini nilijua sababu. Nikamuuliza sababu gani? Ni kwa sababu anointing ilikuwa imeisha na sikuwa nimeitisha ingine. Kamwambia fumbafu wewe. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Hata ni heri ufunge umbwa, mwizi akija inabweka, kuliko hiyo maji takataka na ni biashara, una promote biashara ya mtu. Unajua wale watu ambao wanaweza danganywa rahisi ni wale ambao wanasema wameokoka lakini hawajui neno la Mungu. Kazi yao ni kusikiza. Praise the name of the Lord. Na ukisoma Acts of the Apostles chapter number 17, kuna watu wanaitwa Bereans. Paulo akifundisha, wao walikuwa ni na sijui kama leo tuko na Bible. Wao ni hapa. Akisema Biblia inasema, nao wanaangalia kama ni hivyo imesema, kwa sababu wahubiri ambao wana lengo ya kuwabandilisha washirika kuwa kitega uchumi. Kwa sababu mhubiri akitaka anaweza bandilisha washirika wawe kitega uchumi. Yeye anatumia nini? Maandiko, lakini kile anachofanya is only biting and throwing. Kuuma maandiko. They bite a scripture and they force it to mean what they want. Na kwa sababu kanisani hakuna kuinua mkono, kwa sababu hapa hatufanyi public participation. Hakuna kuinua mkono useme pastor na hapo. Praise the name of the Lord. Lakini kile ambacho kinakusaidia ukiwa na Mungu, Roho Mtakatifu hatakusaidia kuelewa maandiko. Na wakati mwingine utasikia tu mhubiri akisema yasema hapana. Utakuja tu kwa kanisa ukae pale nyuma, usikie tu mhubiri useme hapo siwezi ru. Praise the name of the Lord. Tusimameni. So wapendwa, the point I'm driving to us, wapendwa, make God to become your God. And when you make God your God, then He becomes your protector. He becomes your security. He becomes your safety. He becomes your breakthrough connector. Hallelujah. Na ukimfanya Mungu kuwa Mungu wako, the same God will make your dreams to come true. He will make your dreams to come true. Hallelujah. He will fight your battles. When you make God your God, He fights your battles. He becomes the enemy of your enemies. So wapendwa, wacheni tumfanye Mungu kuwa kila kitu katika maisha yetu. Praise the name of the Lord. Ngependa tu tuinue mikono yetu. Siiti mahubiri haya ambao nimeyahubiri, siiti otako, lakini ni mahubiri ambao ni ya kukupa changamoto ya kumlilia Mungu na kutamani awe upande wako na wewe ukachukua hatua ya kumsongea. Ni kwa maana wakati mwingine tunaenda mbali na Mungu. Hallelujah. Ukipungukiwa na uwepo wa Mungu, utajipata katikati ya umati ambao kile utapata pale ni confusion. Wakati wapendwa tunatawaliwa na kuongozwa na uwepo wa Mungu, nataka niseme kwamba ni ngumu kuchanganyikiwa kiasi cha kupata hasara. Ni ngumu kuchanganyikiwa kiasi cha kushindwa hatua tutakayochukua. Ambia Mungu, ningependa ukatembee pamoja nami katika maisha yangu ya wokovu.
Mungu, ningependa ukanitetea